waziri wetu wa health. 1, 2, 3, 4. Asante, asante. Asante sana, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Gachagua, the Governor of Laikipia County, elected members of both the National Assembly and Senate, MCA, viongozi wote wa hapa Laikipia, pamoja na CHPs wangu. Gaine mwega, ide shode, mko wazima. Asante sana. Naibu wa Rais, nachukua fursa hii kukushukuru sana kwa dhati kwa kukuja hapa kufungua hii hospitali yetu ya wamama na watoto. Naibu wa Rais, nimetembea na wewe hii Kenya yote kufanya hii kazi ya afya. Na nataka kushukuru sana kwa sababu kila pale tunaenda unanipa support mimi kama waziri wa afya kufanya kazi. Na ile kazi mlinipea ukiwa na rais, naibu wa rais, mimi naifanya kwa moyo mkunjufu sana. Na ndio kwa maana saa hii Kenya mzima watu wanaendelea kuona ile maendeleo tunaleta kwa upande wa afya. Nyinyi vile mlikuwa mnazunguka naibu wa rais, mlihakikishia hawa watu ya kwamba mtatengeneza mambo ya afya. Na vile mlinipa ofisi, mkasema kwanza afya ianzie mashinani katika huo mfumo wa bottom up. Na katika kuleta afya mashinani, naibu wa rais, wewe na rais mkazindua Community Health Promoters Program. Nataka kuconfirm ya kwamba mimi nafanya kazi kwa ukaribu sana na yule ambaye anasimamia afya hapa, waziri wa hapa nyumbani Laikipia. Na ndio kwa maana tuko na hawa tunaita Community Health Promoters. Sisi tulisema tutawapatia kits. Nataka kuuliza Community Health Promoters wa Laikipia, mko na kits ama hamuna? Mko nayo? Simubebe juu naibu wa rais aone na watu wengine ya kwamba mko nayo. Hiyo ilikuwa promise kutoka kwa national government na tumetimiza. Jambo la pili, naibu wa rais, tukasema sisi tutawapatia simu. Na sio simu hivi hivi. Ni simu ya kisasa, smartphone, ambayo haiwasumbui wakifinya na vidole. Na nikasema lazima tuhakikishe hapa Laikipia County pia imefika. Nataka kuuliza CHPs, simu ilifika ama haikufika? Muko na smartphone? Naibu wa rais, unaona mimi ile kazi mlinipea mimi naendelea kufanya. Mwisho naibu wa rais, ile tulipromise hawa watu, tulisema tutawalipa stipend. Na wamekuwa wakingoja sana, si ndio? Na wewe ulinisaidia wiki 3 zimepita ukafungua hii mfumo ya kuwalipa. Nataka kuconfirm naibu wa rais kwamba pesa ya CHPs wa Laikipia County mimi niko nayo. Kuna mahali unajua waya ya stima lazima ushikanishe ndio moto iwake, ama namna gani? So leo vile nimekuwa hapa asubuhi, ile waya ilikuwa imekatika ya kushikanisha payment, pamoja na waziri wenyu wa afya tumeshikanisha, na wamesema in the next few days hao wanaenda kupata pesa yao. Na naibu wa rais, that will complete our Community Health Promoters Program. Na tunataka nyinyi wananchi muwafungulie mlango. Kwa sababu hiyo afya ya chini hakuna mtu analipa chochote. Nyinyi mnapata afya kupitia kwa hawa watu wakaweze kuwapima na waelekeze hospitali. Naibu wa rais, kutoka chini tukipanda juu, tukitoka kwa hawa Community Health Promoter tunakuja hii sasa level 2, level 3, 5 na 6. Na sijui nimetembea nchi mzima na kila mahali nikitembea watu wananiambia kwenye afya kuna shida kiasi na inastahili tutengeneze. Ningependa niulize watu wa Laikipia. Hapa nataka nijue mkienda hospitali huwa mnaandikiwa dawa mnapewa ama mnaambiwa mnunue kwa chemist? Mnaandikiwa, mnaambiwa muende pale nje mnunue dawa? Naibu, unaona kuna shida hapo. Naibu wa rais, pia nimetembea hii Kenya na tuko na shida nyingine. Kuna watu wengi wanalipa kadi ya NHIF, naibu wa rais.
lakini wakienda kwa hospitali wanaambiwa hiyo kadi haitumiki outpatient ati mpaka alazwe. Hapa mnaambiwa hivyo ama sio hivyo? Hiyo shida pia iko hapa. Hiyo ni shida ya pili, naibu wa rais. Shida ya tatu, naibu wa rais, vile nimetembea huku kwingine nje, wengi wanasema wakilazwa hospitali wanaambiwa hiyo kadi ambayo wamekuwa wakilipia haitoshi, waongezee pesa. Hapa pia mnaambiwa hivyo ama mko sawa? Mnaambiwa. Kwa hivyo naibu wa rais, hizo shida tatu ndio zenye tumeleta sheria mpya kutatua. Na hizo sheria mpya ambazo tumeleta, naibu wa rais, nyinyi mliambia watu kwanza bima ya afya tunapunguza kutoka 500 hadi 300. Simpige naibu wa rais makofi wakuwa na rais. Na nataka kuconfirm ya kwamba sheria ziliisha na nishukuru wabunge mlipitisha. Naibu wa rais, hata regulations vile nilipromise ya kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 nimemaliza. Sasa nimezipeleka kwa AG. Hizo regulations wakipublish tu wiki hii ambayo tumeanza, nyinyi hii mwezi mnaanza kulipa shilingi 300 badala ya 500. Katika hizi sheria mpya, naibu wa rais, jambo la pili ambalo tumefanya ni kuhakikisha watu wanalipa 2.75% of their income. Kwa sababu pale nyuma kulikuwa na watu walikuwa wananyanyaswa. Na nimeona watu wengi wa magazeti, naibu wa rais, wale wanapenda kuandika hiyo maneno mengine. Hata hii wamekuwa wakiniingilia. Wanasema hii 2.75 iko juu sana. Lakini watu wa Laikipia, wacha niwaeleze. Vile mnaona naibu wa rais ameketi hapa, mshahara yake ni zaidi ya 1 milioni. Sio ni pesa mingi sana? Na katika afya ya saa hii yeye analipa 1,700. Sio ni madharau mtu kama huyu kulipa hiyo pesa? Si ndio? Sasa nimesema kwa sababu yeye mshahara yake ni 1 milioni, yangu iko chini ya yake kidogo. Wabunge pia mshahara yao ni kubwa vile vile. Nimesema walipe 2.75%. Sijui kama mnakubaliana nami, walipe ama wasilipe? Si walipe. Unaona hata leo wamewekewa red carpet na nyinyi hamna. Naibu wa rais amepewa maji ya kunywa, mimi niko nayo ya Keringet na naona pia wote wako na maji. Si walipe 2.75%? Walipe ama wasilipe? Ndio niwashughulikie nyinyi, si ndio? Na hiyo ndio kwa sheria mpya. So kuanzia mwisho wa hii mwezi watu wale wanaketi kwa red carpet wanapewa maji na wananchi hawapewi, wataanza kulipa 2.75% ili niwashughulikie nyinyi. Jambo la mwisho, naibu wa rais, kwa hizi sheria mpya kuna fund ambayo tumeweka. Watu wengi sana hapo ukiwauliza wamekuwa wakichanga pesa ikiwa mgonjwa wao anapatikana ako na ugonjwa sugu wa kansa. Si huwa mnachanga? Kuna watu hata wameuza ng'ombe, kuna watu wameuza mashamba. Hapo ukipima temperature na upime pressure, naibu wa rais, kuna watu wengi wako na ugonjwa wa diabetes, wako na ugonjwa wa hypertension. So katika hii sheria mpya tumeweka fund inaitwa Emergency Chronic and Critical Illness Fund. Na hiyo ni kwamba wewe ukishapimwa upatikane uko na kansa, national government inakushughulikia. Na hautahitaji kuuza shamba ama uuze mifugo yako ama ufanye harambe. Utashughulikiwa na national government. Hiyo ndio mabadiliko ambayo tumeleta kwa hii sheria mpya. So nauliza watu wa Laikipia, niendelee ama nisiendelee? Hiyo mabadiliko si ni nzuri? Sina washughulikia nyinyi? So mimi nawashukuru sana na nishukuru naibu wa rais. You have continued to support me in my work. And for me as a woman is to deliver on that work. Na leo vile mmefungua hii maternity, bahati mbaya naishi Nairobi. Na mimi natoka Kitale. Nikisema wanileta na ambulance itakuwa mbali, naweza jifungulia kwa barabara. Lakini nataka kuongea na viongozi wa hapa na wamama wa hapa, mfanye kazi, tutumie hii hospitali. Si ndio? Ndio tupunguze maternal mortality rate ya hapa. Watu wawe wako sawa. So naibu rais, nataka kushukuru sana. Nitaendelea kukuja hapa. Hii ni mara yangu ya pili na nishukuru governor. The last time I was here, hiyo mjengo haikuwa imeisha, it was not equipped. But in a record 3 months time, wameimaliza na wameequip. So governor, on behalf of myself and the ministry and the people of Laikipia,
Asante sana. Nikimalizia, niko na mwenzangu hapa, tunafanya kazi na yeye. Wacha nimtambue. Huyu ndio Principal Secretary wetu wa Defense, anaitwa Bwana Mairuri. Sijui kama mnamjua? Mnamjua Mariro? Na ninaambiwa ni mtoto wa hapa. Mnamtambua? Asante sana. Mwisho, hii serikali ni yenu. Na sisi Waluya kule, ukikuwa kwenye nyumbani, kama unasikia njaa, utembei polepole ukijikokota. Unatembea step kubwa kubwa, haraka haraka, unaingia jikoni, unachukua chakula. Lakini kama wewe ni mgeni, ukienda kwa wenyewe, unaketi, unangoja, unawishwe, ndio ukule. Si ndio? So nyinyi ndio wenye hii serikali. Mkihitaji kitu, mnatembea tembea haraka, mnafika kwa NAKHUMICHA, mnapewa. Vile nilipromise ambulances zinakuja. Na ile kitu siwezi, nitaambia naibu wa rais awapatie. Si ndio? Kwa sababu serikali ni yenu, hii ni nyumba yenu. Naibu wa rais, today is World Hearing Day. Na ndio kwa maana unaona wale ambao wako pale, we have the deaf community. So I want to thank them because now we have an opportunity to recognize them on this day. Waeleze wasimame wasalimie naibu wa rais as we celebrate the World Hearing Day. Na katika hizi sheria mpya tumeleta, tunashughulikia hata wale ambao wako na disability ya hearing na disability ingine yoyote. Msikuwe na wasiwasi ya maternity. Hizi sheria mpya inakulipia 100%. So wanaume msianze kufikiria mtatoa wapi. Mkiingia tu serikali inalipa. Nataka niwaombe tusimame kwa heshima.